Wakenya hamjambo, pahali popote mlipo. Adhuhuri ya leo ni mimi wenu Isaac Mungai ama kijana msafi, na mimi ndio youth leader wa chama cha DCP katika kaunti ya Kiambu. Nashikilia vijana na nimekuja hapa kwa sababu ni vizuri nikuwe msemaji wa DCP leo, na ni vizuri nikosoe ile maneno nasikia watu wengine wakiongea kwa mitaa. Chama cha DCP ni chama ambacho kiko na watu ambao wako na msimamo, na tayari sisi kama wana DCP tuko na aspirants wengi sana, wale ambao wamejisajili, wamejiandikisha kama wagombea viti tofauti tofauti. Hata kabla watu wa UDA watangaze yao ya kujiandikisha, wale wanapigania huko kwao, sisi tulitangulia kitambo, tukafungua mitandao, watu wetu wakajiandikisha wengi, na bado pia wanaendelea kujiandikisha. Na kwa sasa tuko na idadi mzuri ya wale ambao wamejiandikisha katika chama chetu. Sababu nimekuja hapa, iko watu wanatembea usiku huko wakisema ya kwamba watu wao ni wa DCP, na mchana tunawaona na William Ruto. Mimi nimekuja hapa kama msemaji wa DCP kusema ya kwamba hizo sura hao watu wanaongea huko kwa mitaa usiku eti wao ni wa DCP hapo, alafu mchana wao ndio wanakaribisha mwizi, mchana wao ndio wanaenda kukaribisha muuaji. Hao watu sio wetu, hawako katika chama chetu. Wale wako chama chetu wamejisajili, wamejiandikisha hapa ya Kiambu, tunawajua kwa majina. Ani vizuri niseme kwa sababu nimekuja hapa leo. Mimi ndio mtu wa kwanza mpaka nikapelekwa kotini wakati nilisema ya kwamba iko mama naona hapa, na huyu mama mimi nikimpima anafanya kazi na wale watu wa William Ruto. Na ile siku niliandika huyo mama ilikuwa kitambo, watu wengine hawakuamini, wengine wakaamini. Baadaye huyo mama alikasirika mpaka akanipeleka kotini eti mimi nimesema anafanya kazi na William Ruto. Saa hii baada ya kumwanika, Wakenya ndio wamekuja wakajua ukweli. Saa hii huyo mama at least ametangaza msimamo, ameingia kwa William Ruto. Hata juzi nimesikia akisema ya kwamba atakuwa anavaa suruali ya yellow. Hivyo nilianika huyo mama, ndivyo nimekuja kuanika gavana wa Matangi hapa leo. Hivyo nilisema huyo mama anatupangia, anajifanya wetu lakini anatupangia. Ndio nimekuja hapa kuanika wa Matangi leo. Iko game. Na uzuri mimi sio wapangi hata kupeleka hizo makotini, na mimi sinanga uoga. Iko game. Iko mchezo wa Matangi wamekuwa wakicheza na William Ruto. Na nataka nielezea hapo mchana wazi. Siku William Ruto alikuja hapa Sagana State Lodge, baada ya kufukuza Rigathi katika kiti na baada ya kuwa watoto wetu wa Gen Z. Ile siku William Ruto alikuja hapa Sagana State Lodge, baadaye akasema atapitia Kiambu akisalimia watu. Yule mtu ambaye alimpangia hapa akamkusanyia watu alikuwa Kimani wa Matangi. It is on record, video ziko. Nataka nielezea Wakenya hapa ile kitu ambayo mimi najua ni ukweli. One day before William Ruto atoke Nyeri akuja hapa Kiambu, huko Githunguri, yule mtu alipatana na watu a day before akawapanga vile watapokea William Ruto, alikuwa Kimani wa Matangi. Baada ya kupokea William Ruto katika hiyo mkutano, kwa sababu alikuwa hapo wa Matangi, baada ya kupokea William Ruto na kumlaki na kumbusu na kukula na yeye, ili Wakenya wasikasirike na yeye na watu wa Kiambu wasikasirike na yeye, William Ruto alirudi Nairobi the following day. William Ruto akatuma EACC waenda kwa Matangi nyumbani eti imepatikana pesa kwa sufuria. Wakatuchezea mchezo hapo. Watu wakaanza kulialia hapa, gavana akaanza kusema naonewa napigwa. Ndivyo watu wa Kiambu waanze kusympathize na yeye. Ndivyo watu wa Kiambu waanze kumhurumia. Wasahau yeye ndiye alialika William hapa na akamlaki na akambusu. Ndivyo watu wasahau. Hiyo story alishikwa eti alikuwa na pesa kwa sufuria. Ilienda wapi hiyo story? Kwa nini sasa hakuna mahali tunaiona? Kwa nini mahali hatuioni? Ili walipanga hiyo kipindi ili kuzubaisha watu wa Kiambu waanze kusympathize na Matangi. Lakini ile plan walikuwa wamepanga na William Ruto. Baada ya yeye kupangia William Ruto watu hapa akuja patana na wao. Kwa sababu hakuna mtu mwingine angemobilizia William Ruto. Watu wote hakuna mwenye wa Matangi peke yake ndiye alimpangia hiyo maneno. Baada ya hapo, vizuri tuambiane ukweli. Baada ya hapo, hii siku William Ruto amekuja hapa rally. Yule mtu alimpangia ground, akakusanya watu vizuri, akatengenezea William Ruto platform, alikuwa wa Matangi. Baada ya kupangia William Ruto ili watu wasikasirike, the following day
William Ruto ikasemekana ametuma watu kwa Wamatangi nyumbani wanapiga marisasi huko. Gavana wa Wamatangi akatokea kwa kamera akiwa ameshika bunduki, ameshika sijui marisasi, anasema hii marisasi ilikuwa imepigwa kuniua, imetubu hapa kwa jirani. Hiyo kipindi wakapanga hapo na William Ruto ili watu wa Kiambu wasipathaiswe na Wamatangi, ili wasifunguke macho ya kwamba William Ruto wanafanya kazi na Kimani Wamatangi. That is another incident that happened. Baada ya hapo, another one ya tatu, Kimani Wamatangi akaenda mazishi kwa Kimani Ichung'wah, akanyimwa nafasi ya kuongea ili watu wamhurumie, wasimpathaisi na yeye, huku watu wakalia na yeye, sijui hajapatiwa nafasi ya kuongea, sijui watu wawili wanamchukia. Hiyo kipindi wakapanga watu wakahurumia Wamatangi hapa. Baada ya hiyo nini ilifuata? Ilikuja ikasemekana EACC imeshika Wamatangi, sijui yako na kesi ya pesa amepoteza sijui milioni 813. Akaanza kuzunguka huku kwa mama akilia ati wale watu wamenipata tena, wale watu wamenikimbiza, sijui nimestakiwa, sijui nimefanywa nini, sijui nataka kuimpeachiwa. Ili wakafunika hiyo kitu, at least kasympathy kaanza kuamuka, watu wa Kiambu wamhurumie. Baada ya hapo William Ruto amekuja hapa Gatondo. William Ruto kukuja hapa Gatondo, yule ambaye alikuwa amepanga watu katika hiyo kanisa alikuwa Wamatangi. We have the evidence. Yule alikuwa amepanga watu katika hiyo kanisa alikuwa Wamatangi. Ndiye alikuwa amebabarazia William Ruto watu. Ndio William Ruto akikuja hapa anaonekana ako na umati, anaonekana iko watu wanampokea, anaonekana ako na watu wanamshangilia. Mwenye kupanga hiyo na anatumia pesa ya kaunti ni Kimani Wamatangi. Akatumia pesa ya kaunti kuhakikisha kwamba amelipa watu waende wakaraki William Ruto hapa Gatondo. Baada ya hiyo kitu ndivyo watu wasichukie Wamatangi eti sababu ameleta William Ruto hapa, wakapanga jama, akalipwa pesa alafu akabomolewa huko. He was compensated alafu akabomolewa huko usiku. Akaamuka kulia kwa kamera. Akalia kwa kamera ili watu wamhurumie, watu wamuonee huruma. Hiyo yote ni mchezo wanacheza na William Ruto. Kwa sababu wanajua watu wa Kiambu ni sympathizers. Wanajua watu wa Kiambu kidogo hapo ni watu wa huruma. Wanajua watu wa Kiambu ukicheza na akili yao watakuhurumia. Wakabomolea yeye ile walikuwa wamepanga. Watu wakaamuka hapo wakaanza kulia na Wamatangi, wakalia na Wamatangi. Baada ya hiyo hata miezi 2 haijaisha, William Ruto alikuja hapa Kiambu jana. Alikuwa amekuja kusoma huko bypass. Yule mwenye alienda kubusu William Ruto, yule mwenye alienda kuhug William Ruto, yule mwenye kazi yake ni kukisi William Ruto kila siku anakuja hapa kaunti ya Kiambu, alikuwa Wamatangi. Yeye ndiye alikuwa anamsimamia hapo. Akiandika kitabu ya wageni, Wamatangi alikuwa anamsimamia hapo kama bodyguard. Akiingia kwa kanisa wanacheka hapo. Na kuhakikisha kwamba hii imekuwa game wamekuwa wakicheza. Jana Wamatangi amepangwa karibu na William Ruto na Ichung'wah hapo, walikuwa nakula story, walikuwa wanacheka. For the first time niliona siku ya jana Kimani Ichung'wah akipongeza Kimani Wamatangi. Na ati amebomolewa nyumba yake. Less than 2 months ago amebomolewa nyumba yake. Alafu wenye kumbomolea hapa akarukaruka wanampiga, wanamtaka kumuua, wamebomolea nyumba yake, ndio jana ana kiss. Nani yako na akili mzuri anaweza kuwa na kiss wala watu ambao wanambomoa kila siku? Nani yako na akili mzuri anaweza kiss wala watu wanamtumia marisasi ati wamuue? Nani yako na akili mzuri anaweza kiss wala watu wamemwekelea makesi kotini? Nani yako na akili mzuri anaweza kiss wala watu ambao watu wanampangia? Mimi nataka nikuja hapa niambie watu wa Kiambu na watu wa Jamhuri ya Kenya wazi ya kwamba Kimani Wamatangi iko mchezo wanacheza na William Ruto. Na hiyo mchezo wanacheza na William Ruto ni ya kuhakikisha kwamba wamecheza karata ili watu wa Kiambu wahurumie Wamatangi, lakini kazi ya Wamatangi ni kuhakikisha kwamba kila siku William Ruto anakuja hapa, yeye ndiye kumtafutia watu, yeye ndiye kusafirisha watu mahali William Ruto anaenda, na anatumia pesa ya county kupangia William Ruto mikutano. Alafu huyo mwizi, sababu ya Wamatangi ni mwizi, huyo mwizi anakuja huku usiku kwa mitaa akisema wewe ni wa DCP. Wamatangi si wa DCP. Hakuna siku amejisajili kama mtu wa DCP. Yeye na hawa wakora wake wa MCA. Nataka nitangaza hapa. Wamatangi na hawa wakora wake ma MCA. Kwa sababu wako na ma MCA bure sana. Niliona hata wao wanafanya kazi ya heckling kule kwa kanisa. Mtu ni MCA amechaguliwa na watu kuliko aende akawakilishe matako ya wananchi wale wamempigia kura katika ward. Kazi yake amekuwa hapa ni heckler ya governor. Wamatangi na huyo na hao MCAs wake hakuna siku wamejisajili kama wa members wa DCP. They are not our candidates. They are not our members. Wasikuja huko usiku, nimesikia wanatembea usiku kwa mitaa wakidanganya tu ni wa DCP. Wamatangi si wa DCP, au MCA wake si wa DCP, au ni watu wa William Ruto, wako katika kazi ya William Ruto, na ndio maana tuko na evidence. Ma MCA wa Kiambu wale wa karibu zaidi na Wamatangi
wanakulanga lunch State House, saa ingine wanakula supper State House. Tuko na video, tuko na picha. Na hata ile iko siku ma MC wa Murang'a wameitwa huko State, hawakuenda. Wala ma MC ambao ni wangwana, wala ma MC kweli ni wa one time, wala ma MC ambao ni wafuasi wetu sisi kama watu wa opposition, waliitwa State House hawakuenda, na picha ziko na video ziko. Lakini hawa wanakula na Wamatangi usiku kila wakati. Wako State House asubuhi, wako State House saa 7, wako State House jioni. Na ni wale ambao ni wa karibu na yeye. Ndio maana nimekuja, na ndio anaja hata jana alikuwa na wao wote huko kwa kanisa. Jana alikuwa amewabeba wote, wala natumanga State House alikuwa nao kwa kanisa. Nimekuja hapa kusema ya kwamba iko jama, iko mchezo, iko karata inachezwa na Wamatangi na William Ruto, na baadaye itakuja kumalizikia ili Wamatangi atumike kuhakikisha kwamba watu wa Kiambu wamepigia William Ruto kura. Hiyo ndio ile jama inapangwa na Kimani Wamatangi na mtu ambaye anaitwa William Ruto. Na ndio maana kwa sababu wanajua jamii ya Mlima Kenya wengi ni sympathizers, wakiona mtu anafinyiliwa huwa wanakasirika, ndio maana wana stage some fake persecutions to Wamatangi so that you can be hooked emotionally, muanze kusympathize na huyu mwizi. Lakini yote ni jama, ni mpango wamepanga. Nimekuja hapa kusema hivyo. Wakitaka kunipeleka kotini wanipeleke. Jela imejaa wanaume na hata siku hizi hata iko na wanawake. Lakini nimekuja hapa kuambia watu wetu ukweli. Hatutakubali watu wetu wapangiwe karata. Huyu mwizi anatumia pesa ya county, pesa ya wananchi kuhakikisha kwamba kila mahali William Ruto anaenda, anatumia pesa ya wananchi kupangia William Ruto watu. Anamtengenezea ground. Mahali William Ruto anaingia, anapata kumejaa umati, watu wa kumshangilia, watu wa kumpigia makofi. Ili ionekane Kiambu bado haijatoroka kwa William Ruto. Hiyo ndio mpango iko. Lakini jana ni kama walisahau kustage hiyo kitu yao mzuri, kwa sababu jana walijiandika vizuri. Hata nilisikia rais akiuliza kama hapa iko mtu wa opposition, watu wote ni wa UDA. Akauliza watu, si hata Wamatangi mnamwona hapa na ni wa UDA. Hiyo group yote. Hata Ishongwa jana for the first time tulimsikia akisifu Wamatangi. Mtu ambaye hapa mnakuja kudanganya watu wamekosana. Mimi nataka niambie wananchi, msibebe ujinga. Watu wa Kiambu nyinyi ni watu werevu, mko na akili, msibebe ujinga. Hii mchezo imechezwa kwa muda mrefu, ni Wamatangi na William Ruto. Mahali imefika hatutakubali hii mchezo. Na ndio maana tunasema watu wa DCP, watu wa one time, watu wa upinzani wanafuatana na Rigathi Gachagua kila mahali ambapo anaenda wakati amekuja hapa Kiambu. Iko siku nyinyi mmeona Wamatangi mahali Gachagua wako? Iko siku mmeona hata hao MC wa Wamatangi wamekuja mahali Gachagua wako? Lakini kwa nini wanaendanga State House asubuhi saa 7 na jioni? Na niwaambie msidanganywe. Church function is not a state function. A funeral is not a state function. Zile mikutano mingi Wamatangi amekaribisha William Ruto hapa, they are not state functions. Kanisa is not a state function. Kanisa inaenda mwenye anataka, mwenye hataki. Na ndio maana hata kwa kanisa kunanga protocol. Hata ninyi kama mliangalia jana hakuko na protocol kwa kanisa, because that is not a state function. So eti msiambiwe sababu nimeona watu wa Wamatangi wanadanganya watu hivyo. Eti lazima rais akikuja, gavana wa county amkaribishe. Wapi mliona Kang'ata akikaribisha William Ruto akienda mazishi Murang'a? Wapi mliona Kang'ata akikaribisha William Ruto akienda mazishi Murang'a? Wapi mliona Kang'ata akikaribisha William Ruto Murang'a akienda kwa kanisa? Churches and funerals are not state functions. Kwa hivyo sababu nimeona watu wa Wamatangi wenye wameona kumechembuka, wenye wameona mambo imeharibika, wameanza sasa kudivert. Wanadanganya watu wetu, tunajua sasa rais akikuja lazima gavana wa county aende akamlaki. Unakisi mtu alikubomolea nyumba, uko na akili mzuri. Unakisi mtu anakufunga kotini ati anataka kupanga ma-MC wa kuimpeach. Unakisi mtu alituma wezi wa kupiga risasi kwa jirani. Hiyo yote imekuwa game. Alafu wakiona Wamatangi anarudi chini, wanaanza sasa kutengeneza propaganda. Eti serikali inatuma ma-MC wa impeach Wamatangi, ndio watu wa Kiambu waanze kusympathize. Hii ni game umepangiwa na Kimani Wamatangi na William Ruto. Ndio siku ya mwisho watu wa Kiambu watakuja kuwekwa katika debe ya William Ruto na mtu ambaye anaitwa Wamatangi. That is the game. Na ndio maana kila siku wakiona kama Wamatangi anarudi chini, wanapanga kakitu ya kufanya ahurumiwe, anarudi juu tena. Nimekuja kusema hivyo hapa kwa sababu hata ile siku niliongea hiyo maneno ya huyo mama, iko watu bado pia walisema kijana msafi ya jive anasema nikapelekwa kotini. Kupelekwa kotini haikuzuia ukweli jionekane. Huyo mama saa hii si yako yero. Juzi nimesikia akisema hata atakuwa anavaa suruali ya yero.
Sisi hatuna shida na wale watu wametangaza msimamo. Timu ni mbili. Timu ni ngapi? Timu ni mbili. Na sisi kama watu wa DCP hatuna shida na wale watu wametangaza msimamo. Iko wale watu wametangaza msimamo kutoka siku ya kwanza, wao ni tutam na wako kwa William Ruto na wao ni wa UDA. Na ni sawa, tunawaheshimu. Na iko wale watu sisi tulitangaza msimamo tukasema sisi ni one term, sisi ni wa DCP, kiongozi wetu ni Rigiji. Na tumezunguka naye katika kila kona ya nchi mahali ameenda, na tukatangaza msimamo. Lakini tuko na shida na wale wanakula kwetu usiku mchana wako na William Ruto. Tuko na shida wale wako kwa William Ruto usiku mchana wako kwetu. Tuko na shida na wale wanacheza katikati hapa kama gavana Kimani Wamatangi. Kwa sababu hata wakati wa Maumau, wakati Maumau alikuwa anapigana na Mbeberu, Maumau alikuwa anatangulia kuua wale watu hawako wanajielewa. Ili aweze kukabiliana na maadui, alikuwa anaanza kuua Komerera. Wale walikuwa wanajifanya wako na mzungu na usiku wako na Maumau. Usiku wako na Maumau, mchana wako na mzungu. Hao ndio wale watu Maumau alitangulia kupiga risasi. Hao ndio wanaitango Komerera. Kimani Wamatangi ni Komerera. Usiku anajifanya ati sijui ni wa opposition, sijui ni wa DCP. Mchana hako na William Ruto anamkiss. And that is why today ni vizuri sema hapa. That is why today. Nyinyi mmesikia iko siku Wamatangi amekosoa William Ruto. Kama Wamatangi ni mwanaume, watu wa Githurai walibomolewa. Alifika huko? Si watu wa Githurai wamebomolewa juzi. Si Githurai iko katika kaunti ya Kiambu. Wamatangi amefika Githurai. Hakukenyanga Githurai kwa sababu alikuwa anajua ile mchezo inaendelea. Jana ndivyo alikuwa anajaribu kuiongelea hiyo kitu hapo kwa mbele ya rais, lakini alikuwa anajua ile mpango inaendelea. Kwa sababu siku Githurai kulikuwa kuna bomolewa, Wamatangi naye watu wake walikuwa wanabomolewa, watu Thika para karibu na ofisi ya DC hiyo line. At the same time Githurai kukibomolewa, Wamatangi alikuwa anabomolewa watu Thika. And that is why hakuna siku hata moja Wamatangi amejaribu kukosoa William Ruto. Watoto walipigwa risasi wengi sana hapa Kiambu siku ya maandamano. Mpaka mtoto wa kunyonya alipigwa risasi akiwa kwa nyumba karibu na ofisi ya gavana. Hakuna siku Wamatangi siku alisimama akaongea. Hakuna siku hata moja Wamatangi alishirikiana na zile familia William Ruto aliuliwa watoto. Because they are working together. Hii ni game na wanajuana vizuri. That is why hakuna siku Wamatangi amesimama akakosoa William Ruto. Ile unyama yote ametendea wa Kenya. Hata siku Rigathi anafukuzwa kwa serikali, gavana wa Kiambu hakuna kitu alisema. He said nothing. Hakuna siku amekosoa William Ruto. Kazi yake ni kumkisi. Na mimi nauliza, nani yako na akili unaweza kuwa na kisi yule mtu anataka kukuua kila siku? Yule mtu anakutesa kila siku. Yule mtu anakubomolea kila siku alafu unamkisi. Who does that? Who does that? Ni vizuri watu wetu wafunguke macho. Kwa hivyo basi, mimi niambia wana DCP, sisi tuko na msimamo. Na mimi kama kiongozi wa vijana katika chama chetu, kazi yetu ni kusukuma wale ambao tayari wamejisajili kama wapigania viti na chama chetu. Na niambia wale ambao wamejiandikisha, wale vijana wamejiandikisha kusimama viti za MCS na chama chetu cha DCP. Ni waahidi ya kwamba sisi kama chama tutawasaidia. Na nyinyi mjitume muingie katika vijiji kuongea na wananchi. Muombe kura, tutawashikilia. Msije mkadanganywa na hawa wakora wa Wamatangi, wale ambao wanakula pesa ya William Ruto kule State House na MCA, eti wadanganya nyinyi, eti wamelipa DCP, eti kuna tikiti watapatiwa. Because these are the lies zile ambazo wanaeneza. Wanaendea pesa State House alafu wanakuja kuambia aspirant wetu huko eti sisi tulilipa DCP kitambo tumewekewa tikiti. Hakuna mwizi wa Wamatangi hata mmoja MC amewekewa tikiti katika DCP. Hakuna mwizi hata mmoja anakula na William Ruto amewekewa tikiti katika DCP. Zile tikiti zimewekewa watu wa DCP ni wale tayari wamejisajili, wametangaza msimamo, wako mashinani, wanatembea na kiongozi wetu, wanatetea Wakenya. Au ndio wale ambao tutasaidia waende katika mchujo. Yule atakaye shinda tiketi ya DCP tusimame na yeye kufa kupona. That is our business as a political party. Lakini hao wezi wanakula na William Ruto, wasije wakawadanganya eti kuna kitu wamewekewa kwetu. Na hatuwezi kubali. Hata wale watoto wamejiandikisha kwetu kusimama viti za MC, hata wao ni watoto wa watu. Hata wao ni watoto wa watu. Ati tuwekee wakora waendelea kukula na William Ruto, waendelea kunyanyasa sisi, eti tuwekee nafasi watakuja kusimama viti na chama yetu. Hiyo upuzi hatuwezi kubali. Hiyo upuzi hatuwezi kubali. It's either you are with us or you are against us. If you are dining with William Ruto, if you are eating with William Ruto, if you are walking with William Ruto, if your DNA is William Ruto,
Wewe ni muuaji kama yeye, wewe ni mwizi kama yeye. Ile kesi kiongozi wetu anasemanga musara na getheji athejaga take. Musara na muici ni muici. Wa matangia sara na William Ruto wirakane ko mukisi ria roka Kiambu. Wirakane ko muhaririria andu ria roka Kiambu na bia cia muingi. Ona kana getheji ona kana muici. Na nikio tari aria tugithinika. Na nikio matangia tari atetera mundu no mugo tukiuragwo. To ni William Ruto ni murata mathejaga hamwe. Maiyaga hamwe. Musara na mukundu akundukaga take. Ni vizuri niseme hivyo hapa. Ni vizuri niseme hivyo hapa. Nikimalizia kama hakuna swali. Safari ya kupeleka Kasongo nyumbani hakuna siku imesimama. Vile ambavyo mnaona viongozi wetu wamezidi kushikana. Kinara wetu Rigathi Gachagua leo ameongoza msafara wa viongozi wako kule katika Kisii na kule Nyanza. Ameamkia Bomet. Safari ya kutembea katika nchi, kila kona ya nchi, wakiunganisha Wakenya, wakitetea Wakenya, wakipigania haki za Wakenya. Hiyo safari itasukumwa mpaka dakika ya mwisho. Na niambia Wakenya sasa mahali tumefika, tuko mahali pazuri zaidi. Kwa sababu mnaona hata ODM imegawika mara mbili. Iko ODM Bonoko inaongozwa na yule mzee wa miaka 90, na iko ODM ile baba angetaka iishi inaongozwa na Sifuna na kina baba wawili na kina Orengo. Wala watu tunafanya kazi na wao kusaidiana kubomoa William Ruto, kubomoa uongozi wa kimabavu na kubomoa uongozi wa wauaji, kubomoa uongozi ya wizi. Kwa hivyo kazi yetu sisi kama Wakenya wazalendo ni kushikilia viongozi wetu, ni kuombea viongozi wetu na kuwasukuma wazidi kuunganisha taifa. Safari ya kupeleka William Ruto Sugoi as now nafikiri iko at 130 kilometers per hour. Iko at 130 kilometers per hour. Mahali tunaelekea ni mahali pazuri. Wakenya msikufe moyo, watu wasiwazie uoga, na viongozi wetu wameshikana na watashikana. Iko watu wanatembea usiku kama wachawi wakiomba ya kwamba kina Rigiji na wale wengine watakosana. Mimi nataka niambie hawa wachawi na waganga, maombi yenu hakuna mahali tafika. Viongozi wetu wako pamoja mpaka mwisho. Viongozi wetu hakuna siku wataachana. Watasikizana mpaka mwisho, kwa sababu lengo letu kuu ni kuhakikisha kwamba tumekomboa taifa la Kenya. Tuitoe katika shimo mahali William Ruto ameiweka. Tukomboe taifa letu. Tuwe na nchi ambao vijana wetu watakuwa na haki ya kujitafutia, lakini si kurua kiholela kama kuku. And that is our calling. That is our calling. Kwa hivyo kwa haya machache na mengi, ni vizuri kusema ya kwamba sisi tutasimamia chama, na katika chama cha DCP hakuna watu wa kuyumbayumba. Hakuna watu wa usiku wako hapa, mchana wako hapa. Sisi ni watu wako na msimamo. Wale ambao hawana msimamo warudi mahali walikuwa wametoka. Na niambie kina Ishongwa, chukueni huyu mwizi wenu. Mkanya wa Matangi kina Ishongwa, mkanya wa Matangi kuharibia DCP jina. DCP iko na watu wako na msimamo. Chukueni huyo mtu ni wenu. Hiyo project ni yenu, mchukueni katika hiyo chama yenu rasmi na watu wake. Aache kuharibia chama yetu jina. Sisi chama yetu iko na watu ambao wako na msimamo. Kwa leo ni hayo tu. Tuzidi kuzungumza na Wakenya, tuzidi kutetea Wakenya, kwa sababu ni haki yetu kama Wakenya wa jamhuri hii. Asanteni sana, Mungu wetu awabariki. Thank you very much.